will mix to attack us. Do not listen. That thing isn't my daughter. It is he who commands you. The power of Christ compels you. What an excellent day for an exorcism. Ulikuwa na usiku wa giza, nyota hazionekani angani, na upepo ulikuwa unavuma taratibu karibu nyumba ya Regan McNeil. Kulionekana msichana mdogo wa miaka 12. Msichana alionekana kuwa na maisha ya kawaida sana. Huyu alikuwa akicheka kwa furaha, lakini kicheko hicho kilibadilika hafla sana kikageuka kuwa sauti ya kutisha. Sauti ambayo isiyoeleweka kuwa ya binadamu au ni sauti ya mnyama. Sauti ambayo ilikuwa ikitetemesha kila mtu aliyekuwa karibu naye. Mama yake Chris McNeil alishangaa kuona mabadiliko hayo hafla sana. Mtoto wake akibadilika kutoka kuwa mtoto mzuri wa kawaida, lakini anakuwa katika sura na sauti ya kutisha, ama kuwa mtoto asiyeeleweka na kuzoeleka. Hakika kitu kilikuwa ni kibaya sana. Kitu kilichokuwa ndani ya nyumba kilikuwa na nguvu ambayo isingeweza kueleweka. Chris McNeil, mama wa Regan, alikuwa ni mwigizaji maarufu na mrembo, fahari sana, na maisha yao kwa sura ya kawaida yalionekana kuwa ni kamili sana. Regan alikuwa ni mtoto wa kawaida, mwenye furaha, anapenda kucheza na kucheka, mwerevu na mchangamfu. Hata hivyo, katika siku chache zilizofuata alionyesha tabia zisizo za kawaida. Alianza kuongea kwa sauti zisizoeleweka, kuonyesha ghadhabu isiyo kawaida na kuonyesha uwepo wa kitu kisichoelezeka ndani yake. Chris alijaribu kuelewa kama ni stress ama saikolojia tu, trauma ambazo ilikuwa inamsumbua mtoto wake, ama ni ugonjwa wa kawaida ambao umemwingia, lakini hakuna jibu lililokuwa la kuridhisha. Matukio madogo madogo ya kutisha yalikuwa yanaanza kuonekana. Regan anapiga vitu bila sababu, sehemu za nyumba zinaharibiwa na bomoa bila mtu kumshika, na alikuwa na kicheko chake ambacho kinabadilika kuwa sauti zisizo za kawaida. Chris anapiga simu kwa madaktari wakijaribu kuelewa tatizo hili, lakini hakuna anayepata explanation nzuri, maelezo yoyote mazuri ambayo yatakuwa na feedback nzuri juu ya hali ya mtoto wake. Madaktari wanashangaa na hali inakuwa ya kisaikolojia mbaya sana ya usumbufu. Hakuna mtu anayejua kwamba ni kitu gani ambacho kinaendelea ama ni ugonjwa gani ambao unamsumbua huyu mtoto. Father Damien Karras, padri mtaalamu wa kisaikolojia, anafika kuangalia hali ya Regan. Karras ni karakta wa kina sana. Alikuwa na mchanganyiko wa shaka na imani. Anakabiliana na tatizo la supernatural kutoka kwa huyu kijana, nguvu za giza ambazo zinamsumbua huyu mtoto wa Chris McNeil. Anashuhudia matukio sio ya kawaida. Regan akibadilika, akitoa sauti zisizo za kawaida, vitu kuondoka mahali pake. Karras anaanza kujaribu kuelewa ikiwa tatizo ni saikolojia, lakini polepole anatambua kwamba hii ni nguvu ya giza, demons. Father Marin, mtaalamu wa kiroho, anamjua pepo ambalo linamuingia binadamu katika mwili, au pepo ambalo limemuingia Regan katika mwili. Huyu kwa upande wake ni mwenye ujuzi wa kiroho na uzoefu wa paranormal. Yeye alisafiri umbali mrefu sana kuja kuokoa maisha ya Regan, na hali inakuwa ya utulivu sana kwa sababu kila kivuli, kila sauti inashuka. Mary na Karras walipambana sana kumshughulikia kijana huyu, lakini pepo lilikuwa linapinga. Regan alikuwa anabadilika, uso wake hubadilika na mikono yake inaruka kwa nguvu isiyo ya kawaida. Kila kitu kilichokuwa kawaida kinapotea. Nyumba inakuwa ni ya kutisha. Nyumba inakuwa ni theater movies. Karras anaanza kupata woga na ule upambano ndani yake kiroho unaanza kupungua, lakini anahitaji kuamini kwamba hizi ni nguvu za kiroho. Hali hii mbaya zaidi, Regan azidi kuwa hatari ama hatari ya mabadiliko, akibadilika kwa mwendo usio kawaida.
Mary na Karas walipigana na pepo, kila tukio likiweka tension kubwa sana. Vita vya kiroho vinafikia kilele. Karas anajitolea akikubali kifo chake ili kuokoa maisha ya mtoto huyu. Mary anaendelea kupigana na pepo na hatari inakuwa ni kubwa sana. Pepo linaondoka na hatimaye Regan ananusurika na Chris anashuhudia mchanganyiko wa huzuni na furaha. Hata hivyo, hadithi ama simulizi hii inabaki na reflection ya kiroho sana ama kisaikolojia, kuonesha kwamba imani, nguvu za kiroho na upepo wa kujitoa muhanga huenda vikawa ni uokozi wa binadamu pale ambapo anapopatwa na matatizo. I don't know. Is it Captain Howdy? You ever heard of exorcism? How do you go about getting an exorcism? I beg your pardon? I'm Damien Karras. I'd like to help you. Where's Regan? In here with us. I believe we should begin.